And allow me to spill the bean today, because I want these things to be in the public domain. The death of Charles Ong'ondo, MP from Kasipul, Homa Bay, hit news headlines yesterday night as breaking news. But the truth that we have is that these were just breaking news to the people of Kenya and the media houses. But they were not breaking news to the people of Homa Bay and the people of Kasipul in particular. Because Charles had spoken many times that his life is in danger. He had spoken about incidents where his life was endangered in burial ceremonies and public gatherings. The people who are messing us here on the DCC, they are serial thieves, and we know them. We know them. They are in security by themselves. Wale wanaleta shida hapa Kasipul, si watu ya Kasipul. Wengine wanatoka Migori, wengine wanatoka Kisumu, wanakodeshwa kukuja. Hata jana saa 2 mkutano ilikuwa Pikadili. Former MCA moja hapa na mtu anaitwa Ongati alisema wanangoja mkutano ile nitakuwa plain police from outside Kasipul iwekwe, and that's why I want to speak, iwekwe. Alafu youth iwe hired from Kisumu wakuje waanza kuleta chaos ndio nipigwe risasi. In some occasions, he went ahead and gave details of people that he alleged were the ones that were attacking him and causing problem to his security details. Before the latest fracas, I went into a funeral in Godonyango, which after the funeral, the road was blocked. I could not pass. Luckily enough, I had the security. The following day, in our funeral in Nyatindo, immediately I arrived there before even praying. One of the notorious criminals who comes from Kachien called a boy stated that I will not talk there. The villagers there were angered. What happened and the process are within investigating agencies, which I don't want to address. I've been very keen for the last 6 months, including the latest. And allow me to spill the bean today, because I want these things to be in the public domain. Those who bring insecurity in Kasipul, they are not residents of Kasipul. These youths. There's a vehicle which abducted one called Brian. These vehicles moves around in Oyugis with different number plates. The security agency are briefed on this. Tuwezi tukakubali mtu anatoka Ndiwa anaitwa Bill, moja anaitwa Manpower, moja wanaitwa Bill kutoka Kisii, na yule ya Gachagua na youth zingine kutoka Nairobi. Wanakuja wanafuruga watu hapa, wako na probox, wanabadilisha number plate. Alafu wakishaleta mchafuko wanaenda. Iko moja anaitwa Espo, hajakuwa hata watchman, hajachaguliwa hata mji 10. Yeye kwao ni Karachuonyo. Anaongea kuhusu Kasipul kwa nini? Kila mtoto acheze kwa mlango ya mamake. Mwingine jana aliongea adipo alimtahiri yeye 2022 ati kiongozi ya UDA iko kama yeye ni chair ya Karachuonyo, boundaries iliwekwa. Kila mtoto acheze kwa mlango ya mamake. Wanatoka nje, wengine wanatoka Kisumu, wanakuja wanaleta fujo hapa. Alafu although he was a known critic of UDA and William Ruto. Ruto ni nyang'au, yule anamaliza nchi.
Na mimi simuogopi. I only respect God. I adore and respect God, not a human being. Wale wanawapigia magoti ni wale wa Kasipul, wale wameniweka bunge. Na baba yangu ya kisiasa Raila Amolo Odinga. I want to tell the UDA team, nyinyi umetuma muizi, jambazi, mtu ya UDA kwa ODM, na kama yako kwa ODM, kama ODM mtu anapigana na bibi yake, na wewe jirani unatafutia nini? Mtu anapiga bibi yake, ni nini unatafuta? UDA kaa kando, ODM kaka. Na hiyo juzi niligundua kumbe hii mkora ni ya UDA, kwa sababu wakati alilete mchafuko Nyatindo, wale wameanza kupiga kilele ya wakora wa UDA, kila mtoto acheze kwa mlango ya mamake. The identity of the person that shot the MP has not yet been revealed, but the government said that the investigation started yesterday. So we would like to ask the police to investigate this matter thoroughly and share with Kenyans as fast as possible what happened to our colleague Honorable Longondo Were. Cycle. So, of course, we are yet to establish the exact identity of the person. As I've said, investigations is going on. This is the question. Is this investigation going to take shorter than other investigation just because it's a fellow politician? Or is it going to be like the case of Gen Zs, that the investigation has taken more than a year and there is nothing to show? What's your thought about this? Leave your opinion in the comment section below. See you in the next one. Bye bye.